When I was away, kule kwetu Olkarau kulifanyika uchaguzi. Bwana asifiwe sana. Na atili sasa watu, unajua sio watu wengi wanajua mahali unatoka. Kule kwenu kunaitwa Agatutui ama Kuisero. Hebu uliza jirani, wewe unatoka wapi? Ambia jirani yako Apostle anatoka Olkarau. Haleluya. Zamani ningesema natoka Olkarau, watu wako wanajua Olkarau ni wapi. Na you know, petty politics aside, but I can tell you Olkarau has brought a political earthquake. Unajua hii earthquake imekuja namna gani? Kwa sababu the culture ya politics in Kenya, kila mwanasiasa huwa anafikiria nitaweka pesa hata kama ni za ufisadi, na ikifika wakati wa uchaguzi nitapatia watu na watanichagua tena. Nataka nikuambie hii sio mambo ya wale wako mlengo gani ama mlengo gani, wote wanatetemeka. Wanauliza hawa watu wanaweza kataa pesa zako? Praise the name of the living God. Nimesikia hata kuna proverbs zimeanza kutokea that a chicken can roam everywhere in the village eating, but the chicken know where to lay the eggs. Bwana asifiwe sana. You know, that is what we need to pray for, that transformation, that people can choose a leader because of who he is, not because of what the leader can bring to the people. Especially, they have also said that you don't feed your donkey when you want to ride on it. You need to feed it continuously so that wakati utahitaji haitarusha mateke. Na kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo litabadilisha mwelekeo wa kisiasa katika taifa hili, na tutaona viongozi wanaochaguliwa hata kama hawana pesa, wachaguliwe kwa sababu they have the values, they have the capacity to be able to lead. Praise the name of the living God. Na pia jambo lingine niliona ni ya kwamba, you know, take home, ni ya kwamba kumbe watu kuna ile inaitwa people power. Wanaweza kulinda kura zao, wanaweza kuweka amani. Hey, paka raia wanasacha askari. We, mambo inabadilika Kenya. Jina la Bwana lipewe sifa. Na jambo lingine lililoniguza ni ya kwamba niliona mshindi huyo ambaye anaitwa Mheshimiwa Same Douglas Wawelo. Wakati alipatiwa microphone mara ya kwanza aongee, alisema tuombe tumshukuru Mungu. Na akasema I prayed and I fasted. In fact, in one of the meetings kuna kijana anatafuta, mtoto mdogo alionekana akiomba Mungu na akisema, Mungu nakushukuru kwa sababu umetenda yale nilikuomba. Huyo mtoto anatafutwa kwa sababu hajulikani, pengine alikuwa naombea amani, ya kwamba hakuna damu itamwagika. Mungu anajibu maombi na muondoko wa maombi unaendelea.